Wallahi Mwenyezi Mungu hana mahusiano na damu, ingawaje katuamrisha kuchinja wanyama na ni sehemu ya vyakula vyetu. Nasema la yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Hii kuamrisha kuchinjwa wanyama, ile damu wala ile nyama haimfikii Allah, hanufaiki nayo yeye. Anachokitaka ni kuona akitoa agizo nyinyi mnalitekeleza. Huu ndo ucha Mungu, muna obey orders. Kwani Allah angetaka kwa ukorofi wetu sisi binadamu aseme hii binadamu generation hii sitaki tena, naumba viumbe wengine bomba ambao hawa binadamu watakuwa ndo chakula chao? Unaionaje hiyo? Kwa hii jeuri yetu hii tunavyopeleka mambo ovyo. Muumba yupo, hajachoka kuumba. Yashayudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadidin wa madhalika ala Allah biaziz. Akipenda hata nyinyi anaweza kuangamiza wote, akaleta viumbe wengine wapya. Sasa aseme asituondoe, aumbe viumbe wengine, asema nataka nitengeneze khalifa, binadamu ndo awe chakula cha huyo khalifa. Ingekuwa kadhulumu. Wewe kukuruhusu ule ng'ombe kakupendelea, una utukufu gani kuambia uwa viumbe wangu hawa unufaike nao? Kwa utukufu gani ulionao? Au yule mnyama ambaye kasalitishwa kwako uchinje, ana dhambi gani mpaka wewe ukaruhusiwa uchinje? Ujiulizi. Au ingia kwenye ulimwengu wa wanyama wenyewe kwa wenyewe. Simba anakula nyama na jeuri yake hataki mzoga, achinje mwenyewe vikile kinamna mwenyewe anavyochinja. Anahangaika kutafuta msosi, anakula. Yule anayeliwa na simba ana dhambi gani aliyoifanya mpaka akafanywa chakula? Na huyu anayekula mwenziwe ni kwa utukufu gani kafanya akaruhusiwa kufanya hivyo? Hasa ni masala ya maamuzi ya Allah. Kaumba viumbe, kawawekea utaratibu, kawaruhusu aliyowaruhusu, kawakataza aliyowakataza. Anapenda kuona wanafata utaratibu. Kwa hiyo hakuna uhusiano wa ile damu na yeye.